Hadithi hii imenikumbusha nyimbo ya zamani kidogo. Amada umelewa, Amada umelewa, Amada toka. Hapo endelea wewe kwenye comments. Kijana huyu ni mengi amemkuta. Mama. Uroho wangu umeniponza. Kabla ya yote, nisaidie kubonyeza iko kitufe kilichoandikwa subscribe hapo chini upande wa kulia. Kama tayari, basi tuianze hadithi yetu. Kulikuwa na kijiji kidogo kiitwacho Msitu wa Kumbukizi, kijiji kilichozungukwa na miti mirefu ya mierezi na mito yenye maji baridi kama theluji. Kijiji hiki kilijulikana kwa heshima na desturi zake, hasa pale msiba ulipotokea. Chakula cha msiba kilihesabiwa kuwa na heshima ya kipekee. Kilikuwa chakula cha faraja, na kila kijiji kilijua wazi, usiibe wala usila kwa tamaa chakula cha msibani, maana roho za waliotutoka husikiliza. Lakini kijana mmoja aitwaye Tobiko hakuwa na subira wala hofu. Tobiko alikuwa na jina baya kijijini kwa sababu ya ulafi wake. Alikuwa akijulikana kwa kumeza ugali wa watu wengine kabla hawajapika vizuri, kujitokeza kwenye kila sherehe hata bila kualikwa, na kuiba vipande vya nyama kutoka sufuria zinazochemka. Kila mara mama yake alimwonya, ulafi wako utakuletea laana mwanangu. Lakini Tobiko hakusikia. Siku moja kijijini kilitanda huzuni. Mzee Ndege, mzee mashuhuri aliyesaidia wengi, alifariki dunia. Kijiji kizima kilikusanyika kwa maombolezo. Kulingana na desturi, wanawake waliandaa vyakula vizito: mchemsho wa ndizi, wali wa nazi, samaki waliokaangwa na supu tamu ya kuku. Harufu ya vyakula ilienea anga nzima, na Tobiko alihisi tumbo lake likipiga kelele kama ngoma ya harusi. Wakati wafiwa walipokuwa wanalia na wengine wakiandaa makaburi, Tobiko alijiingiza taratibu jikoni. Aliangalia kushoto na kulia, akiona wanawake wakiendelea na maandalizi. Kwa pupa, alinyakua kipande kikubwa cha kuku kilichokuwa kimepikwa vizuri, akakisukumia mdomoni. Alikimeza bila hata kutafuna vizuri. Kisha akachukua kijiko kikubwa cha wali na kuupakua ndani ya mfuko wake wa shati. Hakusikia haya. Ghafla, upepo baridi ulivuma jikoni. Kandili zikazima zenyewe na mlango ukagongwa kwa kishindo bila mtu yote. Tobiko alitetemeka, lakini tamaa ikamshinda. Ni kipande kimoja tu kingine, akijing'ong'oneza. Alipochovya tena mkono wake kwenye sufuria, sauti nyembamba na yenye ukali ilisikika. Ulafi ni laana, Tobiko! Umetia uchafu katika heshima ya wafu! Kwa haraka, Tobiko alijaribu kukimbia, lakini ghafla akasikia tumbo lake likianza kujaa. Kwanza alihisi kama amekula chakula kizito, lakini ndani ya dakika chache tumbo lake lilianza kuvimba kwa kasi isiyo ya kawaida. Wali waliokuwa mfukoni mwake ulianza kuvuja kupitia mashimo madogo ya shati, kana kwamba chakula kilikataa kufichwa. Watu walimuona Tobiko akijining'iniza chini ya mti, akilia, tumbo lake limevimba kama tumbo la mama mjamzito wa miezi 9. Wengine walipiga yowe wakiamini ni laana ya kweli. Mzee mmoja wa jadi, Bibi Mwanaisha, akatamka, aliyeiba chakula cha msibani amewekewa mimba ya roho. Huyo sio tumbo la kawaida, ni kifungo cha tamaa yake. Usiku mzima Tobiko alijilaza chini, akilia na kuomba msamaha. Kila alipogusa tumbo lake, alihisi kama ndizi mbichi na kuku mzima vinazunguka ndani. Kila usingizi aliyoutafuta ulivunjwa na ndoto mbaya. Roho ya mzee Ndege ikimkimbiza, ikimshika shati na kumwambia, ulikuwa na nafasi ya kuheshimu, ukachagua tamaa. Tumbo lako ndilo kifungo chako. Siku zikapita, tumbo lake halikupungua. Kila kijana kijijini alijifunza kupitia mateso yake. Waliokuwa wanaenda msibani walikumbuka sura ya Tobiko aliyelala chini ya kivimba, na waliepuka tamaa. Hatimaye
Tobiko alijitenga msituni akifunga na kuomba kila siku. Alijifunza kuomba chakula kwa heshima badala ya kuiba. Pole pole, baada ya siku 40, tumbo lake lilianza kupungua taratibu. Lakini alibaki na alama, mskari mkubwa mweusi uliozunguka kitovu chake, kama pete ya kumbukumbu ya ulafi wake. Kuanzia siku hiyo, Tobiko hakuwahi kuiba chakula tena. Alibaki kuwa simulizi ya onyo: usiibe chakula cha msibani, la sivyo tamaa yako itakufunga milele. Na huo ndio mwisho wa hadithi yetu ya chakula cha msibani. Usisahau kuacha komenti yako juu ya hadithi hii. Mimi komenti yangu naacha hapa. Kiukweli hadithi ni nzuri na ina funzo juu ya tabia ya mtu na jinsi ya kujiheshimu. Yangu ni hayo tu. Aya, asante sana. Na wewe pia weka yako hapo chini, na kwenye hadithi ijayo comment itakayokuwa na likes nyingi basi itasomwa.